Tafuta Roho Mtakatifu. Ukimtafuta kwanza, atakuja asome ndani ya moyo wako. Kwa sababu wako hapo ndani ya moyo. Atasema na huyu anataka 1 2 3 na atakujazia. Kipengele cha kwanza katika ukomavu, jua neno la Mungu vizuri. Neno la Mungu ujue. Kama unataka kukua, kama unataka kukomaa, kama unataka kukomaa katika Kristo, kama unataka kurusha shetani. Shetani anakujua ujui neno. Shetani anakujua ujui neno. Anakujua. Shetani anakujua kuna unaupanga. Shetani anakujua kuna unapenda Mungu. Ujue kama ajui anajua. Shetani anakujua anasema unaokoka Sunday, nende kanisani kila Sunday. Na hiyo kutoka Monday mpaka Sunday kingine unafanya. Shetani anajua. Shetani anajua kama unajua neno. Ndio maana pale mlimani Yesu alipopanda, shetani alikuja na neno. Alikuwa amejaa neno, lakini akakutana na Yesu naye amejaa neno. Na akamshinda. Kwa hiyo ukijaa neno ndani yako, unaonekana kukomaa. Haleluya. Joshua 1, kujua neno la Mungu. Kama unaandika 2 Timothy 3:16-17. Kujua neno. Inasemaje Joshua 1? Right? Pigia pastor makofi anapokea. Joshua akaambia, kitabu hiki kitabu cha Torati, hiki kitabu cha neno la Mungu kisiondoke katika kinywa chako, kwa sababu huku ndiko kunatoka maisha yako, huku ndio kunatoka mchumba wako, mali zako zinatoka hapa. Kwa hivyo kama unataka kuwa umekomaa, kama unataka kuwa unatembea na Kristo, kama unataka kuwa uhusiano wako uko vizuri na Yesu, hii kitabu kila wakati kitafakari. Kila wakati soma neno la Mungu. Neno la Mungu lijae ndani yako. Hata ibilisi, hata shetani, wa aina gani, akitaka kukujaribu, akute ndani yako kumejaa neno. Ndio maana Daudi akasema, moyoni mwangu nimeweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Daudi alijua kama moyoni mwangu nitaweka vitu, nitaenda kumtenda Mungu dhambi. Lakini kama nitaweka moyo wangu neno, ambao neno ni Mungu mwenyewe, sitaweza kumtenda Mungu dhambi. Kwa hiyo nataka nikuambie nini mpendwa asubuhi ya leo. Kama unataka kuwa umekomaa, wacha moyo wako majaa neno la Mungu. Moyo wako usijae vitu. Eka neno la Mungu ndani ya moyo wako, ambao neno la Mungu ndio Mungu mwenyewe. Hata kusaidia. Haleluya. Timothy nasemaje? 2 Timothy 3:16-17. Kukomaa. Tukikomaa, wengi watakuja. Kwa sababu matunda yetu yatakuwa yamekomaa. Wengi watakuja. Ni kwa sababu wataona wapendwa mahali wanakunywa maji. Au maji ni mazuri, yanafanya wakomae. Lakini kama tutakuwa tunapepesuka, kama watakuwa wanakuja wanaangalia amani, tunaangaliwa furaha, wanataka kutusoma, wanasema hapana, kama ni hapo mimi wote nikae kwa nyumba. Wote ni kwa tu. Wengi tunazuia watu. Kwani tumeokoka, lakini tunawazuia. Na ukumbuke neno la Mungu linasema, asuia au mmoja ama kwa saa mmoja asiingie, afungiwe jiwe na atupwe kwa bahari, mahali pa bibi. Kwa hiyo wewe usiangalie. Wakati jirani yako hapo anakutazama, anaweza kukwambia, na Sunday ukienda mahali unaendaga, naomba uniite. Ni nini ameona kwako?
Inasemaje Timo hiyo? Sasa Timo inasema 16, kila andiko lenye pumzi ya Mungu nafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu makosa yao na kuwaongoza na kuwaadibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Yes. Kila neno la Mungu inafaa katika mafundisho. Hii neno la Mungu ni neno la Mungu mwenyewe. Neno la Mungu ndio Mungu mwenyewe. Kwa hivyo hii neno linafaa kwa mafundisho. Linafaa kukurekebisha wewe. Linafaa kukuambia wewe unatembea aje. Linafaa wewe ujiangalie kupitia hii kioo ambalo ni neno la Mungu. Hii neno la Mungu unafanana nalo. Ama neno likienda hivi na wewe unaenda hivi. Amen. Hallelujah. Kutembea kwa imani. Kama unaandika, andika kutembea kwa imani na si kwa kuona. Walk by faith, but not by sight. Tembea na imani. Kama mtu ambaye anamjua Mungu, kama mtu ambaye anaokoka, kama mtoto wa mbinguni, kama mtoto wa ufalme, tembea na imani. Ukiamini kunaye Kristo, kunaye Yesu ambao alisema sitakaa kule mbinguni, ni kwa sababu ya huyu ndugu, kwa sababu ya maisha ya huyu mama, wacha mimi niende nikateseke. Uamini kuna mtu alisema wacha nikutambue katika hiyo familia imejaa madhabahu, wacha nikutambue wewe usimame. Uamini. Kama unataka kuwa mkomavu, amini Mungu yuko. Haleluya. Amini Mungu ndio anakusaidia. Amini kama sio Mungu kuwa upande wako, hautaweza kuona asubuhi ya leo. Haleluya. Kuwa na imani. Waebrania 11 inasema ati kuhusu imani. Imani yako ni mambo ambayo unajua yatatendeka. Imani yako ni mambo ambayo unajua kesho nikienda kwa nyumba yangu nitakuta hapo kuna unga, kuna mchele pale kwa ndoo. Hiyo ni imani yako kwako. Ama unaamini Mungu kabisa kwa mambo ambayo hawezi kutendeka. Unaamini siku moja mimi nitakuwa na uwanja wa kiganjo, nitajenga na nyumba kubwa. Imani inatuambia aje Waebrania 11:1. Inasema basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo na bayana ya mambo yasiyoonekana. Yes. That is faith. Hiyo ndio imani. Mambo yatarajiwayo. Mambo yasiyoonekana. Uwe na imani. Uwe na imani. Kuna Mungu atakuja kukutendea hii. Uwe na imani. Kuna kitu cha zamani Mungu atakutendea. Sisi wakule wa dunia ndio wana kuibu imani yako. Wanaona imani yako iko chini. Wanakuja na kwambia unajua Mungu anaweza. Na wewe ndio unastahili uamini. Mimi naamini Mungu atatenda. Huyo jirani yako ambaye unamwachanga kwa nyumba ukienda kanisa, hiyo ndio inakuja kukusaidia kuamini. Kwa hiyo amini kama unataka kukua umekomaa katika Kristo. Amini. Tuishi maisha ya kumtegemea Mungu. Hata wakati mambo hayaeleweki. Hata wakati mambo ni magumu. Ishi maisha ya kumtegemea Mungu. Praise Jesus. Praise God. Pia nimekuja kukuambia kama wewe unataka ukue umekomaa. Na unajua kukomaa kunaanza ile siku
Haleluya. Wacha kutegemea wazazi wako. Wacha kutegemea mume wako. No. Sasa naambiana wamama. Kweli mama uko kwa kazi. Kweli unategemea huyo mume akupatie pesa. Lakini wacha kumtegemea hivyo. Tegemea Mungu. Muombe kwa Mungu. Mungu naye ataingia na huyo mume. Hata kama anakuashiana 200, hiyo siku ataongeza ka 50. Kwa sababu umemtegemea Yesu. Praise God. Mzazi usitegemee mtoto. Useme niko na mtoto wangu. Sahi ameingia mahali pazuri. Hata siwezi gani. Ananifanyia shopping. Nikawapatia mfano wa baba mmoja tulikuwa naye hapa. Siku hizi alikuwa hapa. Lakini nilikuwa namsaidia. Kwa sababu huyo mama alikuwa anategemea mtoto wake. Alitushuhudia. Akatuambia kabisa kama sio mtoto wangu huyu, mimi sijui ningekuwa wapi. Kwa sababu gani? Mtoto wangu ni ofisa, ni askari, amesimamia. Wakati anakuja kwangu, na siku ile huyo mtoto wake anakuja huyo mama, sitakuambia jina lake. Labda unamjua, akuji kanisa. Kimuuliza Sandi, mama fulani anakuja. Uji mtoto wangu alikuwa anakuja. Kwa hivyo singeweza kumwacha. Anakuja, ananifanyia shopping, amenipatia na pocket kubwa namna hii. Nitamwacha mtoto wangu aje? Anamtegemea mtoto. Haleluya. Kwa hivyo siku moja nikamwambia, wewe mtegemee mtoto wako sana. Ile siku Mungu ataona wewe unamtegemea mtoto mpaka hata umwabudu. Hiyo nafasi ya Mungu huyo mtoto atamuondoa. Simfiti. Haleluya. Kwa sababu Biblia inasema aje? Mungu wetu akona wivu. Na kila anaona umekisema sana, umsemi yeye atakiondoa. Amen. Haleluya. Ni maandiko ya Mungu. Mungu akona wivu. Ukimsifia mume wako sana, umwambie mimi siwezi kuja kwa ibada. Hai mume wangu amekuja. Ati huwezi kuja kuabudu Mungu. Unamtegemea huyo Mungu. Si Mungu anaangalia tu. Ni kitu gani huyu mama hawezi kuabudu kwa sababu ya chenyewe? Sasa naambia wamama, wewe usimtaje mume wako kwa ajili ya kuabudu. Kwa sababu Mungu anasikia na atakuondolea hiyo kitu ambacho unakitegemea, ambacho unakitaja ili uabudu. Kama unanipenda mpaka hapo pigia Yesu makofi. Kama tegemea Yesu. Tegemea Mungu. 2 Corinthians 5:7. Fua matendo ya mwili, ufae matendo ya roho. Wakorintho wa pili 5 mstari wake ni wa 7. Amen. Hiyo tu nilikuwa nataka kuambia. Kutembea kwa imani, sio kwa kuona. Kufua matendo ya mwili, kufua matunda ya roho. Kama unataka kukoma, tusome Warumi 8:13. Warumi 9:13. Inasema aje? Fua matendo ya mwili. Asubuhi tuliambiwa na pasta katika hiyo Roho Mtakatifu, tukasomewa pia hiyo. Kama unataka kuishi, kama unataka kutembea na Roho Mtakatifu, fua matendo ya mwili. Mwili una matendo yake. Mwili uko na tabia zake. Mwili huu umeshikiwa leo, hata ungekuja kuibada leo, mwili ungekwambia leo tulale, leo tufue, leo tuende tukatembee Thika Town. Mwili. Lakini roho inataka kuja kuabudu. Kwa sababu Biblia inasema roho inakuja, lakini mwili ni dhaifu. Mwili unataka matendo ya duniani. Mwili unataka kutimiza tamaa za duniani hii. Mwili unataka kutimiza mambo ya duniani hii. Haleluya.
kukamilisha matendo ya mwili kwa Roho Mtakatifu. Amen. Pigia Yesu makofi kwanza. Nimesema tupigie Yesu ambao tunamjua makofi mazuri ya juu. Kama unataka kuishi, kama unataka kukufa, mambo ni mawili. Ndio maana alituambia katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, nimeweka mbele zenu mauti na uzima, wewe mwenyewe ulichagulia. Hata hapa ndio mambo ni mawili. Kama unataka kufa, timiza matendo ya Mungu. Lakini kama unataka kukua hai, fanya matunda ya Roho. Haleluya. Kama wewe unataka kukufa rohoni, kukufa mpaka mwilini tukusike. Kwa sababu wakati unabeba nani, wakati unafanya nani, dhani mwisho wake unaambiwa ni mauti. Inasaa nyuma na mimba hiyo mtoto wake anaambiwa ni mauti. Ama sio Biblia inasema hivyo? Haleluya. It's not Bible. Sio Biblia inasema hivyo? Sisikiza uti. Sio Biblia inasema dhambi ikibeba mimba. Sio Biblia. Kwa hiyo kama tunatimiza matendo ya mwili huu, mwili ukisikia wewe ukaida, mwili ukisikia wewe ukasharati, mwili ukisikia wewe nganya, mwili ukisikia, alafu mwili ukinenda atakuabudu. Mwili utakuwa na sehemu kubwa, hata kukuja kanisani hautaweza kukuja. Kwa hiyo ndani yako, hebu angalia ni matunda gani yanafanya kazi. Ni nini kikakuwa na uzito? Tukiletewa Latini hapa na tukiambiwa tuweke matendo upande huu ya mwilini na upande huu ya rohoni, hiyo Latini ni wapi kutakuwa kumeinuka? Ni wapi patakuwa pasito? Kwa sababu Latini lazima iengemee hivi na hivi. Kwa hivyo wewe mwenyewe unajua ndani yako ni upande gani, ni mwilini ama ni rohoni. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nafurahi kwa sababu kuna mmoja tu anapata. Hata kama sio nyote, kuna mmoja tu Roho Mtakatifu anamsaidia. Haleluya. Kwa hivyo sikia, kufanya matunda ya mwili. Kama unataka kuishi kama matunda ya roho, toa mambo ya mwili. Toa mambo ya mwili. Usitake mwili kutimiza tamaa zake. Usitake kabisa. Haleluya. Vumilia majaribu na mateso, ndio kukomaa kuonekana ndani yako. Wakati unajaribiwa, Biblia inasema tufurahi tunapoingia katika majaribu mbalimbali. Tufurahi. Wewe sio kama wakati umeingia katika majaribu, wakati Mungu ameona hata huyu mpendwa aingia katika majaribu haya, ako darasa la 3, ako grade 4, nataka nimpeleke grade 6 ama grade 5. Wakati uko hapo katika majaribu, katika huyo mtihani, wewe unalalamika ama unafanya mtihani faithfully. Haleluya. Siseme amen. Haleluya. Taka ukiwa katika majaribu yako, sikia kufanya mtihani wako katika uaminifu. Kwa sababu ukifeli tu mtihani katika ulimwengu wa roho, sisemi mtihani wa kule shuleni, mtihani katika ulimwengu wa roho utarudia. Na kurudia sio lazima mpendwa. Na utarudia kwa sababu unafeli. Kwa nini? Wakati unapewa kajaribu kadogo tu, upewe tu watu wengine, upandishwe ngazi nyingine, ama ndio umechukua tu na kuanza kulalamika. Sioni hata mchungaji akija, sioni hata mama mchungaji. Kwani hawajui napitia hii? Kwani hawajui niko na hii? Kwani? Haleluya. Wakati uko hapo, wewe pambana na majaribu. Hata mimi kuna yale yangu yananipata. Kuna mtihani wangu na mimi napatanga nao. Na najaribu kuufanya katika uaminifu. Ndipo naambiwa ukipata hiyo jaribu, utafuka katika utukufu mwingine. Dhambi kama ipitishwe katika moto, ikipitishwa katika moto, paneli itakuwa imeng'aa. Praise God. Haleluya. Masaa yangu naona yameisha. Ninashukuru Mungu
kuna mtu amepata kitu. Wacha tuangalie hii ya mwisho, tuende tukaombe. Hii utaandika. Kuwa na moyo wa kutumika. Kama unaandika, andika hiyo. Kama unataka kukomaa, kuwa na moyo wa kutumika, kutumikia Mungu, kutumikia wengine. Hiyo ina ishara ya wewe umekomaa. Usitumikie Mungu na utake kuonyeshana. Usikuja hapa kufanya kazi ya Mungu na bado uone utake mchungaji ajue wewe ndio unaoshanga madhabahu, wewe ndio unafanyanga usafi. Tumikia watu, tumikia mama Lincoln huyu, na usitake kujua ati ni watu wangapi wamejua. Haleluya. Nashukuru Mungu leo amekubali kukaa mbele. Simpigie Joy makofi mazuri. Alikuwa amekatalia na Dikoni wetu amekaa kule nyuma, Dikoni Siru. Ningemtafutia kiti hata kukaa nyuma sana. Amen. Tafutie kiti akae huku mbele, viongozi. Kwa hiyo tumikia Mungu. Tumikia wengine. Usitake kuonyesha, usitake sifa. Taka Mungu aone. Mungu peke yake. Vile unafanya. Wakati umekuja kwa nyumba ya mchungaji na kasukani, hiyo siku tulikuwa tunakunywa kilumbu. Usitake kwenda kuwaambia hata mimi ndio nilifanya wakuje tea ya sukari. Hapana. Taka kutumikia Mungu. Watu wasione. Mungu peke yake aone. Haleluya. Kipengele ya mwisho ambayo nitamalizia hapo leo ni kusamea. Kuja huku mbele Dikoni Siru. Please, kuja hapa. Kiongozi amejaribu kutafutia kiti. Naambiwa kuje pandia. Kwa hivyo mtafutie pandia nafasi ya kaya. Na tusimame kwa sababu hiyo naona imekuwa watu wengi naangalia tu hiyo. Tusimame kila mtu kwa mguu yake. Tusimame. Tunapoangalia kusamehe. Unampenda ndio kukosea. Sema ilikuwa na ile kitu inaitwa love. Si ndio? Haleluya. Ndio kufanya nini alikufanya. Kuna love, ulikuwa umempenda. Kwa hivyo kwa sababu unampenda, na Biblia inatuambia upendo usili wingi wa dhambi. Kweli huyu baba amenikosea. Lakini kwa sababu kuna ile pakti ya upendo. Vile ninampenda, hata sioni makosa. Hata labda wengine wataniambia, naona mchungaji huoni umekosewa. Huoni mchungaji amekufa. Sioni. Ni kwa sababu upendo usili wingi wa makosa. Haleluya. Twende tukasome tukimaliza hii. Hapasa tusomee Wakolosai 3:14. Tunapoenda kuomba dakika 2. Kwa sababu hii ya neno alikuwa wamekomaa. Tutamani kukomaa. Tutamani matunda yetu ya komaa. Tutamani wengine wakiona wanasema hapana, mimi nafuata huyu. Mimi naenda na huyu. Maji anakunyonga maji. Hata mimi nasikia kwenda kukunywa hayo maji. Ni kwa sababu haya maji kuna kile yanaachilia. Haleluya. Inasemaje basi kwa Kolosai 3:13? Ukiwa na sababu ya kufahamu wenzake. Kama Bwana alivyowasamehe ninyi. Ndio hivyo nanyi. Zaidi ya hayo yote. Fikeni upendo. Yes. Ndio kifungo cha ukamilifu. Ndio. Haleluya. Kweli kuna sababu ya kuwa mimi nimemkosea. Lakini kwa sababu upendo huko simsamehe. Haleluya. Kwa sababu upendo huko na mingi. Kama Kristo mwenyewe alitupenda. Hata wakati wanatupenda. Anapenda wanadamu. Hata wakati ule wanadamu wakomaa. Saa hii hapo tunaabudu hapa. Na yeye akomaa. Huyo Mungu anampenda sana. Anampenda sana. Kwa sababu ya upendo siwatilie. Haleluya. Si umtoe kwa moyo. Si useme tu kwa sababu ile nilikuwa nimekupenda hivyo na amenikosea hii. Mimi ninasikia
nisaidie kuwa nimekomaa, kuwa nimekomaa. Mwambie tu nikusaidie, peke yako hautaweza.